na ni watu ambao wanatumwa. Those are not normal villagers. Those are not normal villagers. Those are not people from our region. Hao ni watu wanatumwa, watu wanapangwa, endeni kwa supermarket hii, endeni kwa biashara hii with a certain aim of certain politicians. There is an agenda that they want to drive. There is something that they want to achieve out of it. And in this case, wale wataumia ni sisi watu wa biashara. Wale wataumia ni sisi the innocent Kenyans. And because President William Ruto anatumia akili ya Njoroge Kururia kuongoza Kenya. William Ruto anatumia akili ya Oscar Sudi ya kuongoza Kenya. That is why today sababu wa Kenya ambao ni innocent waliunga mkono maandamano ya Gen Z, William Ruto anawaachilia biashara zao ziporwe bila hata kutuma askari walinde kwa sababu anatumia akili kama ya Njoroge Kururia, which is very wrong. Kwa sababu police station goods zilitumwa zikachoma police station. Goods zilitumwa zikachoma police station. Kwa sababu ya hiyo anaachilia wale wa Kenya wengine ambao ni innocent wateseke wakiharibiwa mali yao na haizi tuma askari kwa sababu anataka kutupunish kwa sababu police station zilichomwa. Hiyo ni kutumia akili ya Njoroge Kururia. Because vile Njoroge Kururia huwa na post, that is exactly what William Ruto is doing. Kama leo nimesikia akisema sijui kina nani wauliwe. Yeah? I am calling for a mature leadership. William Ruto, I'm calling you. Sisi kama jamii na sisi kama wa Kenya tunataka uongozi ambao umekomaa. Wacha kutesa wanabiashara, wanatumia wakora na wanasiasa na unakataa kutuma askari wakawalinde simply because you want to punish them. Odoamo iso. Very important. William Ruto na kile kidogo tawa pause. Na vile wa Mount Kenya ri era 2%. Paul sire ushia kuonania. Na ena 2% ri already naona kile mane githiu na gitigacoka. So ore arageria gwika ri ni kumuhurithania ni kumwikira guoya mutuike andu intimidated mwene muthukangiire ndo biu nginya mu give up mumenithania na Rigathi wa Gachagua tondu wonire imu imwe ta muigai wa Njoroge makigeria kuga atiriri indo cirathukangio tondu mwina Raila wanyu ndio muigai wa Njoroge akiuga uguo muthuri mugima muthuri wa kiama muthuri wa tora ari ambia cia Rigathi deputy president muthuri utangana office ya DP agithi ko brokaine iria ingi muinya tora kwa Rigathi akibrokaine ari angi akimoyagira ku no tondu muthuri Rigathi ndari giteine ri muigai arari atofia tore ahiro andikirwo ni William Ruto hutwa board ya music copyright ri ni tondu atofia tuure ndoni akira andu ati muracine roindo kana kwa nyumo wa tondu mwina Raila Raila aragia horo waguo ri aenda kuga ni mundu tori Rigathi wa Gachagua kana nyita so tondu William Ruto ena 2% kirima no horo wake guku ni muri kuri amenya uguo arageria kwena kuhorithanio andu macirirwo indo andu marwe biu macoka mero murarwa tondu wa Rigathi wanyu no araruithania which is very contrary. Muthenya wa Rigathi wa Gachagua na wingioria muigai uragira Rigathi ni Raila na nikio andu itu mararwa na nikio andu itu maracinirwo niguo muigai wa Njoroge araigire muthenya wa Rigathi igatirwo thirikari-ini ri he mundu andamanire he mundu acinirwo kindu he mundu athukirio kindu hindi yo aingatirwo thirikari-ini ri niguo Rigathi angiatumire uthuke kanitha ici ni hindi yo iti hindi yo thaisi Rigathi gutiri kindu arenda. You know, in politics gutiri ndukoragwo wi coincidence mundu acinirwo nduka haria ai Rigathi ekugini ki ona atiri already kirima githutha wake. He is not fighting to take over the leadership of this region because as we speak now mundu ra control kirima ri Rigathi wa Gachagua and all they are behind him and his DCP. So ndarabatara ati gwika mayundu cia ungoma ati andu mamuvuate kia hinya already people following him yaisona raiso kwa tondu wa Rigathi wa Gachagua. So whoever is sending these goons to vandalize and to steal from our shops ni mundu urenda ithie gutuhurithania na Rigathi wa Gachagua niguo we again and that must be William Ruto who has 2% popularity in Mount Kenya region. Na njira ndu itu wa kuma umuthi merio ira irario ni muigai wa Njoroge iyo ni thuitu ya ruriri iyo ni thuitu ya ruriri utingituika we tondu ni wahe tufia twa music copyright kabori ni kaweka William Ruto ri ni karatuma utumure kanua gakwira ndu ati ku kwanyu kwina Raila nikyo muracinirwo indo kana mukarwa
That is very irresponsible. Very irresponsible. Thank you. He koguo ne wage kigwa kuma kwi mheshimiwa kijana msafi tuga show ino tuka kwaria ma na riu tukirekeria tondu mathaa maitu ni magithiete muno niturakionire mundu wikaine ta economic advisor wa president uria wikaine ta bwana mheshimiwa Moses Kuria ni aragikorwo akiresign na riu we ona ni werete Moses Kuria ni wega agiuke mwena wa Kirima ndikiwe kana riu ugo aragikire niguo murakiendaga muri tandu akirima na hihi aragiukire riu agugikorwo akikigwa mwena wa DCP kana agugikorwo agithie mwena uriku Moses Kuria ri he muthuri wa mutarite wega muno muthuri uhekete gitio ruriro rwitu wetagwo Sofinga wa Viviana ni amutarite wega muno meri 3 uguo mithiru akimwira Moses umakuri uthie kuri andu anyu mari na akimwira uroretha muno uroretha ndugetikire gutuke we mwena ucio thie we ugethe andu anyu kuri mari na akimwira thie ugethe rigathi muthimu ikiatia muthimu ikarethi mubange horo wa andu anyu na muthimu ucio ramwite cigo ciari cia bata muno no thina wa Moses ri ndanarora tha ni mathirikari ni no aimarire gucacite muno na riria andu aitu mahuritwo muno na riria andu aitu mahinyeirio biu na riria andu aitu marabangirwo thirikari ni yo aikarite hau advisor andu aitu magabangagirwo na ndangiaria no wega ni agiukai no twarora thari mahinda maria Moses Kuria okari kwina mairia na kwina nduma tutiramenya oka atia na mukire rio kana guo mundu witwo Moses ri ni arigite guikia kamuhwa kauga atiriri oka hari enda gutuika SG wa kiama kia Jubilee kiama kiria gikoretwo kina mathira maingi muno tondu ikero twaria na inyuĩ ri kiama kia Jubilee ni giatukania maita meri ni kuri abunge makomana wa thirikari na ni kuri anini mabuata Uhuru wa Kenyatta ni kiama gitari giakorwo gistable gitiemenyaga wega nikio kiama kire aiga aenda gutuika SG wakio kiama giki ri twina thina nakio tondu andu amatigitwo hau wakio ina ari angi na Wambuguri wira o gwakia ri ni kuhura Rigathi wa Gachagua wanyita o gwakia kiama giki ni kuhura Rigathi wa Gachagua kiama giki nikio Moses arizaire wira oke atonye SG astonye SG ri manyitana wa Mucomba ni mbire kiama kia DCP ona ndari akorwe witu no kurikana imbire hindi agetie gwicokithia no twamuthimira ri arokite guthigana ni rite gwicokithia muthenya umwe atukorie kuria kiama-ini no twamuthimira ri okite guthigana ri mutume wa Mucomba twari na thaa ici Jubilee na nikuo marathi kunyitana Moses Kuria na matirathi kunyitana tutaithanie na ukuru wa bara ya ukombora bururi hau ni twina thina naho tutiramenya mako kunyitana na njira riku na twatwiria muno ri ndirera ta mangi tukorwo matumitwo ni William Ruto moke na wa Mucomba maingire kiama kia Jubilee niguo moke makoroge magerie kugayukania kura cia Kirima na magerie kurwa na DCP as we stand right now DCP nikio kiama kiria kigwikanite bururi wa Mugikuyu na nikio kiama kiria thaa ici kina face ya Kenya tonda kura nginya horo wa Western no horo wa kuria kwa Mathai no horo wa kuria Coast koguo kiama kiria William Ruto aretigira muno 2027 gigatuma inuke muciri ni kiama kia DCP na ngwiciria ni ra meciria makio nikio Moses mare kana na William Ruto abe mwena uria oke na oke kwahoteka oke igire kiama kia Jubilee maintare na wa Mucomba maintare wa Mucomba ri makoroge Rigathi wa Gachagua mehithite he Jubilee wanyita na ni no njire andu aitu Moses no tutariirie wega muno ndiraiguite ni urandumanire uraigite ni uguthitanga ati ni ndirakwariria muno ni ndirageriria maundu ma gwaku mucii njarageriria maundu maria me thiini wa public domain makwigie tondu urari murutura wa thirikari turakwarageria tondu wari amucara witu Moses na uthikirie wega biu Moses turakwarageria tondu wari amucara witu ni wari igoti ritu na nikio turakwarageria as any other leader or any other politician so tutiagithie maundu ma gwaku we don't speak about your private matters Moses tondu wokari nyumba itu ndingi kwihoka no ututariirie muno niki giatuma ukaitha riri woka gwika atia no rongoreirie gwika atia no njire andu aitu na muthikirie wega muno Moses aigira kiama kia Jubilee maintene na wa Mucomba ku ona maiga one term mutikametekie mutigeke atia mutikametekie he style imwe ihuthagirwo ni riri mikora ya geto
mikoro ya geto ri ingikora muici muone kunyitwo kwa mutino ri na ne kuhora huro ne moburi ona maingira mobu-ini yo makamuringa ringa uguo kinjaro magacoka makiugagiriria magacoka makiandwa atiri ama sasa tumemchapa sana wacha tumhurumie hatarudia tena kuliko tumchome juu tumemchapa vizuri najua sasa amepata adabu mikoreo ikahonokia mundu uria mundu gucinagwo akaga gucinwo mundu guthia gutwirwo uru akaga gutwirwo uru makamuhonokia strategically matira muhonokia na bunjo matinoka kungatharia na kirindi mamba maingira kirindi-ini na mambio nake kumuhura makofi uguo tukundi twawana one time ino roka kiugagwo ni andu amwe haha ri one time ino andu aitu mumithikirie wega muno kwina one time ino kore kiugwo ni wa mucoba na andu angi hau na one time ino ri ndiri ngoro-ini no one time ya ri moneke matiri mwena wa William Ruto no gwatukari magacoka moke uguo makungite maige mundu tondu na time ya mwico aracoka no twike atia no twarie that is the agenda otherwise me dina any issue na Moses I don't have any personal issue na Moses tutiri twatunyana mbeca tutiri twarwa nake tutiri twahura biacara tutiri twatunyana ka tutiri kindu turanagia nake I only criticize him when necessary because ako katika uongozi kwa hivyo Moses urigite ni uguthitanga ri if anything no uguthitanga ni tondu wakwa ri mundu bacio njaragia ri fine sawa koguo tugukorwo tugikinya hau muthenya wa muthi mheshimiwa thank you very much tugire show ino ni agukorwo tugiki-educate andu aitu ku-educate bururi uri wothe na nginya aria makiri nja wa bururi niguo magakimenya maundu uria makihana tondu maundu maya ma siasa andu aingi mahota kwaga gukorwo makimenya niki kiragikorwo githie na mbere nikio twagiukire na show ino haria hakihithitio kaundu tugagikorwo tugikahithurania kuria gugikitwo wega tugagikiuga ni gwagikwo wega kuria gwikitwo uru ri na kutugagiuka tugagikiuga ni gwagikwo uru koguo ri ni ndikire na maundu maingi no ngukorwo ngicokerie mheshimiwa agikorwo akikiuga ciugo ciake cia mwisho anekenengerane namba yake afu nie njokererie double television iria twina cio turikiriirie njuge ni thayo na njire andu aitu pole ni muno aria indo ciao cirathukangirio na andu aria marahura biacara mena hahu mundu ucinirwo kindu giake ndimwira ni pole muno bare no muramenya kuri araima na nie no ndimwira nyumba itu mutigetekere kuhurithania na rigathi gutire mundu araiga kindu giake githukio na rigathi gutire andu aria ahurithania in fact no mundu urutite wira munene muno nyumba ino itu no tucokaniriirie agiuka tutiyara na election no tucokaniriirie aratwambiria kiama na niwe mundu uria ukuhuthika na njira nene muno gutuma nyumba ino itu heo gitio koguo mutigetekere kuhurithanio nake maundu ma mothe murona mararehwo na eteti niguo muhurithanio nake na njira ndu wa biacara riu tutigukoma na tondu gaka no gatue no gatukara ri ya na nduma ihaga ugithera ri andu aitu gaka ni gatukara hituka na nduma ihaga ugithera ri thiku ici nini ciho tutigukoma niguo mwitikira andu aitu nyumba tunyitane turangira indo citu kuri mikoro iyo iratumwo ni ana siasa igoka guthukangia mwitikire tu mwitikire tombe tunyitane tombe turangira indo citu andu biacara mukorwo mwina urumwe na mwaigua hwe kwina andu ate maraiyuka maroka tiga ikuhinga biacara mukora no ugicokia murango no mwacokia murango mugetana mukarugama tutakire iguoya tutire iguoya asa tutire iguoya mutigetikire kuguoyohio mutigetikire ni uru muno mwigwe kwina anake ikumi matumwo hau uguo aho estate kahinga biacara tha imwe ni tondu ni kuigwe kwina anake maratumwo ona ko tucokia mirango ni tumira bara igwa rume tukabire na andu ariku na andu acio because these are goons organized well paid by the politicians and you know them namba kwa 0706 27959 na nie ndikona na begi no yo ngoro nayo ndiecenjia ndingiura ndikwitha umundu na thina na nie enda kunyita ni anyite to nie mundu mara jagia ndigitika kwani to nyita gi horo wama so that is my number 0706 27959 so thank you very much togo tugikinya hu muthenya wa umuthi na ngucokerie ngatho ni undu wewe iroragira show ino iri yothe na ngakuririkania haria hothe urakirorera angikorwo ni guku kwa mundu wike ni ta Honorable Kijana Msafi kuria kwa Mombis TV guku kwa Kikuyu Star TV kwa Castro Media kwa Gikaro na Wabwina kwa Kikuyu Flavor Media kuguo othe kwa ikorwo subscribe hau na nginya kahinda kangi on behalf of Kikuyu Star TV ni geto DPP rekeni tuonane show ine wengi. Kwa majina naitwa Isaac Mungai aka Kijana Msafi. Hamjambo wa Kenya. Nimekuja leo kwa sababu nimesikia William Ruto akisema ya kwamba iko viongozi ambao ni viongozi bure
kulingana na yeye, ambao wamekuwa wakizunguka hapa town, na akasema ya kwamba eti hao viongozi wamesema hawatagojea uchaguzi ya 2027, eti wanataka kupindua serikali kupitia fujo, kupitia vita. Mimi nataka niambie William Ruto, na hii nchi ni yetu na ni vizuri tukue tu wangwana na tuongee mambo ya ukweli. Nataka niambie William Ruto, ingawaje sisi kama wa Kenya hatujaridhika na uongozi wako, ingawaje kama sisi wa Kenya umekuwa ukikataa kutusikiza, unafanya kulingana na matakwa yako kuliko ufanye kulingana na matakwa ya wale ambao walikuchagua. Sisi hakuna mtu hata mmoja ako na fujo ama anataka ama anapanga kupindua serikali yako, hasa sisi wale ambao tuko katika mrengo wa upinzani. Ile kitu sisi tunafanya bwana William Ruto, sisi tunajipanga, na ndio maana juzi Rigathi Gachagua amezindua chama inaitwa DCP, kwa sababu hawezi pindua serikali kupitia chama ya kisiasa. Unda chama ndio ujitayarishe na ujipange kuchukua serikali kupitia demokrasia, kupitia debe, kupitia uchaguzi. Kwa hivyo niambia William Ruto, acha kupiganisha Wakenya ukiambia maneno ambayo si ya kweli. Acha kupiganisha Wakenya ukiwaambia maneno ambayo hayapo. Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Fred Matiang'i, Martha Karua, ile mpango wako naye, kwa sababu mimi najua na keti katika ile meza saa ingine na karibia napata habari. Ile mpango wako naye ni vile ambavyo watahakikisha kwamba wamejipanga kuchukua serikali kupitia debe, waokoe Kenya kutoka ile shimo ambayo wewe mwenyewe umetuingiza. Na ndio maana wako na vyema, ndio maana wako katika harakati ya kutengeneza kitu ambayo inaitwa coalition. Niambia William Ruto, hizi fujo zinapatikana hapa William Ruto, zilianzishwa kama umeketi, zilianzishwa na wanasiasa wako kama Wakenya wote wanaona. Ile siku watoto waliandamana kwa sababu ya huyu kijana aliuliwa na askari anaitwa Albert. Ile siku watoto waliandamana, wanasiasa wale wanakufuata bwana William Ruto wakiongozwa na Kila Sakaja, walitafuta guns, wakapatia miti ya majembe, waende wakavamia wale watoto, na ni kitu ambacho ilishuhudiwa katika nchi mzima. Hii mambo ya bwana William Ruto ya kutuma guns, waende wakaharibu biashara, waende wakachoma mali ya watu. Hii maneno bwana William Ruto, mimi najua huko na intelligence. Na hii maneno inafanywa na wanasiasa, na hasa wale wanasiasa ambao wako katika mrengo yako. Wale wanasiasa wanakufuata, hao ndio wanafanya hii maneno ya kupanga hizi guns. Na unajua hivyo kwa sababu tuliona Sakaja akipatia wakora miti ya majembe, wakachapa watoto wakiandamana siku ya Albert. Mimi nataka niambie Wakenya, William Ruto ni mtu ambaye amezoea kuelekeza lawama wala watu wengine. William Ruto ni mtu ambaye amezoea sympathy. William Ruto ni mtu ambaye amezoea kuplay victim. Na hii maneno ameweza kuingiza hapo. Anaambia Wakenya eti iko watu wanapanga fujo, biashara zichomwe ndio wapindue serikali. Hiyo William Ruto anajaribu kuplay victim. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna mtu ako na nia ya kupindua serikali. Ile nia tuko naye kama viongozi wa upinzani ni kuhakikisha kwamba tumejipanga visawa kuchukua serikali 2027 kupitia debe, njia ya demokrasia kulingana na sheria ya Kenya. Na hiyo ndio ile mpango ambaye tuko naye, and that is why juzi tumezindua chama ya DCP. Kila siku tuko mashinani kusukuma hiyo chama yetu kuhakikisha kwamba Wakenya wamekubali chama chetu cha DCP, Wakenya wamekubali mambo ya chama cha Eugene, chama cha Kalonzo, chama cha Martha, na pia ile chama Matiang'i pengine atakuja nayo. Kwa sababu sisi ni watu ambao tunatii sheria. Sisi ni watu ambao tunaheshimu nchi yetu kwa sababu hatuna nchi nyingine. Na niambie Wakenya, hii maneno, na ni vizuri niambie Wakenya hapa wazi. Hii maneno ya Gen Z, Wakenya wanajua hii mambo ya Gen Z ilianza mwaka uliopita, na walianza kuandamana Rigathi Gachagua akiwa kwa serikali. Siku Gen Z wameandamana hapa Kenya mzima 47 counties. Hiyo siku Rigathi Gachagua alikuwa naibu wako bwana William Ruto. Hakuwa nje ya serikali. Na waliandamana kwa sababu walikuwa wanapigania uongozi mwema. And it is on record. Gen Z bwana William Ruto alikwambia kwamba hawataki viti.
Walikuambia they are patriots, they are leaders and they are tribalists. Wakakwambia wanapigania uongozi mwema. Hiyo siku kwa nini haukusema ya kwamba wamepangwa? Kwa nini haukusema ya kwamba iko mtu anawapanga? Lakini mlitumia hiyo kama mbinu ya kuvururisha Rigathi Gachagua. Kwa sababu mlishi kutafutia Rigathi Gachagua makosa mkuu kwa serikali muweke nje mnakosa. Ile siku mlipata Gen Z ndio mkaangazia Rigathi Gachagua mkasema ya kwamba eti yeye ndiye amewapanga na mkasema Gen Z ni wa kabila. Nataka nionyeshe Wakenya vile ambavyo William Ruto amekuwa watu wake wakipiga propaganda. Gen Z walisema they are tribalists na wakatokea mpaka kwao mahali William Ruto amezaliwa. Lakini wale wakora wanasiasa wanafuata William Ruto wakasukumia kusema ya kwamba hapana, Gen Z nyinyi you are not tribalists, you are tribal and you come from one region. Na the Gen Z are tribals and they come from one region. It is an agenda, it is a notion that was driven by politicians who are very close to William Ruto, and they were doing it deliberately to make sure the movement of the Gen Z, which was a national movement advocating for good governance, imesambaratika na imekwisha. That is why they insisted, no, Gen Z, nyinyi sio tribalists, you are tribal. These were the words of the politicians from William Ruto's side. Na wamesukuma hiyo kitu. Vile wameona wamesukuma hiyo kitu na haikuli. Kenyans mlisikiza sana. Vile wanasiasa wamesukuma hii kitu ya Gen Z ni wa kabila na imekosa kutimia. Sasa wamepanga kuplant goons inside the Gen Z. Na wale goons wanaegemea upande moja ya kuharibu mali. Wanaegemea upande wa Mlima Kenya kuharibu mali hapa haswa. Maandamano siku Gen Z wameandamana hapa wiki iliyopita. Wakikumbuka wale watoto waliuliwa mwaka jana. Maandamano ilikuwa Coast. Maandamano ilikuwa Eldoret. Maandamano ilikuwa Western. Maandamano ilikuwa Kombani. Lakini hapa Mount Kenya peke yake ndipo mali ilichomwa na ikaharibiwa. Kwa sababu wale wanasiasa walijaribu kusema ya kwamba Gen Z they are tribals. Walikataa kusucceed katika hiyo njia. Wameona watume wakora hapa Mlima Kenya ili wakuje waharibu mali hapa. Ndio ile agenda yao ya kuonyeshana ya kwamba Gen Z inatoka katika familia moja itimie. Ndio ile agenda yao wamekuwa wakisema ya kwamba ni kabila moja iko na shida na uongozi wa William Ruto itimie. And that is why they are making sure hii uharibifu ya mali, hii vita na kuchoma mali ya watu na kuharibu na kuiba inafanyika hapa Mlima Kenya. Because they want to drive an agenda by telling other Kenyans that ya kwamba it is only one region that has problem with William Ruto's government. Which is not the case. Which is not the case. Ile case hata kama tungekuwa na shida na uongozi wa William Ruto because he's a Kalenjin. Kwani tukimchagua alikuwa Kamau? Kwani tukimchagua alikuwa Hadija? Kwani tukimchagua alikuwa Musyoka? Tukimchagua tulijua ni William Ruto, Arab Samuel kutoka Kalenjin Nation tulijua. Na tulikataa kuchagua mtoto wetu alikuwa kwa hiyo debe yule pastor anaitwa Mwaore. Tulikataa kumpigia mkikuu wetu tukapigia William Ruto tukijua ya kwamba ni Mkalenjin. So saa hii vile ambavyo nimesikia kina Kiborek awa chokora kina Osoro wajinga wengine hapo wanafuata William Ruto wakijaribu kusema ya kwamba it is only one region that has a problem with William Ruto's presidency because he's a Kalenjin. Ani wakora wanajaribu kueneza chuki. Ani wakora wanajaribu kugawa Kenya. Ani wakora wanajaribu kugawa Kenya. Hakuna kitu kama hiyo. Gen Z are not tribals. Gen Z are tribalists and they were fighting for good governance. Until today, they are fighting for their democracy. Until today, they are fighting for the liberation of the economy of this country. These people does not come from one tribe. They come from all tribes of Kenya. Tuliona maandamano ilifanyika 47 counties. Kwa hivyo mimi niambie wa Kenya, hii William Ruto anajaribu hapa kuplay victim. Anajaribu kusingizia ya kwamba eti ni jamii moja inapigana, eti ni jamii moja inachoma mali. Hakuna mtu ako na haja na vurugu. Wale wanatuma watu wa kuvuruga watu ni wanasiasa wenyewe. Because there is an agenda that they want to achieve. Another thing I want to tell my people. Rigathi Gachagua is the kingpin of Mount Kenya. As of now, hakuna mtu mwingine ambaye anaongoza hii jamii. Sisi zote tuko nyuma ya Rigathi Gachagua. Na Gachagua hana haja ya kupigana vita hata ya kuharibia watu wake mali
eti kwa sababu anataka chochote. Atapiganisha watu wake vipi na tayari yeye ndio kiongozi hapa? Si zote hapa jamii ya Mlima Kenya tuko nyuma ya Rigiji na chama chake cha DCP. Kwa hivyo he doesn't have any reason eti kupiganisha watu hapa ati ndio amfuate. Already wamemfuata. Yule mtu anatupiganisha hapa. Ndivyo tutawanyike. Tuchukie Rigathi Gachagua. It is William Ruto himself and his members of parliament wale ambao wanaunga mkono hiyo side yake. Because juzi kumefanyika polls hapa Mlima Kenya, William Ruto ako na 2%. William Ruto ako na 2% hapa, umaarufu wake hapa Mlima Kenya 2%. Mtu akichaguliwa alikuwa na almost 90% popularity hapa. Na kwa sababu wameona sasa umaarufu wake hapa Mlima Kenya umekwisha, ako 2%. Ndio maana anajaribu kuvuruga, anatumia wala siasa wake kuleta fujo, ndio Mlima Kenya kuonekana iko shida na watu waanze kuchukia Rigathi Gachagua. I'm telling my people, be very wise. Msikubali kupiganishwa na kiongozi wenu yule ambaye Wakenya wengine wanatarajia. Ndivyo ukombozi ya nchi ifanyike. Na niambia William Ruto, ulianza vizuri sana bwana William Ruto. You started very well. You started very well. Katika Kenya mzima ulichaguliwa na Wakenya mahaswa kwa kujitakia wenyewe bila kusurutishwa. Wakakataa kukubaliana na serikali iliyokuweko wakati huo. Wakakuchagua kwa sababu walikuwa nafikiria kwamba wewe ndio utatumika kukomboa nchi hii. Na William Ruto wakati uliingia kwa kiti, ulianza kuchukua ushauri kwa watu ambao hawajielewi. Watu ambao wako na ushenzi mingi na kiburi mingi. Kina Kimani Ichung'wah, hawa kina Gloria, hawa Oscar Sudi. Hii group tu ya vijana hapa. Wakaanza kukushauri. Walipoanza kukushauri, ukaanza kubishana na Wakenya. Ukaanza kutekeleza matakwa yako kuliko kutekeleza matakwa ya Wakenya. Hapo ndipo William Ruto ulipotana na Wakenya. Ile siku ulikataa kutusikiza. Hapo tu ndipo ulipotana na Wakenya. Mimi nasikitika saibu na William Ruto eti katika nchi mzima umaarufu yako polls zikifanyiwa uko na only 9%. Only 9% Kenya mzima. Mtu alikuwa na almost 70% katika Kenya mzima. Eti saibu na William Ruto hata shetani mwenyewe ako na umaarufu kukushinda. Because I believe hata tukifanya pause hapa, shetani mwenyewe wale wanamfuata hapa hata they are more than 9%. Saa hii William Ruto umeshuka chini kiasi ya kwamba hata shetani hapa Mlima Kenya ako na umaarufu kukushinda. Ask yourself these questions. Ni wapi ulipotea njia? Ni wapi mambo iliharibikia? Acha kurukaruka ukidanganya Wakenya eti watu wanapanga fujo, watu wanapigana kupindua nchi. Hakuna mambo kama hiyo. Sisi tunataka uchaguzi. Na mimi hatuwezi taka serikali ichukuliwe katika mlango wa nyuma. Because in case that happens, we would be setting a very bad precedent as a country. Hakuna mtu anaweza taka tuone katika hiyo barabara. Hakuna mtu ambaye ako na kichwa mzuri anaweza taka tuone katika hiyo barabara. Sisi tunashabikia katiba, tunashabikia sheria na tungetaka uchaguzi ufanywe katika njia ya haki 2027 bwana William Ruto. Hiyo ndio tungetaka. Kwa hivyo kama kweli unapenda Wakenya, acha kuachilia fujo ifanyike. Acha kuachilia vita ifanyike. Lakini the steps that we are taking, you are behaving as if unafuata mtu kama Gloria ama mtu kama Ichung'wah ama mtu kama Oscar Sudi. Bwana William Ruto, mimi nasikitika nikiona mtu ambaye nilipigia kura mimi mwenyewe, mtu ambaye niliamini, mtu ambaye nilikuwa na confidence na yeye, eti leo hii umaarufu yake imerudi chini. Ako na 2% a whole region. Hata watu eliminate hapa ni wengi kuliko 2% bwana William Ruto. Nini hii inafanya watu wanakuchukia kuliko hata wanachukia shetani? Ask yourself, nini hii inafanya watu jamii ama wa Kenya kwa jumla wanakuchukia kuliko hata vile wanachukia shetani? Nini hii umefanya na Wakenya? Ni kitu moja peke yake. Kutosikiza Wakenya na kutofanya matakwa yao na kutokubali kuzungumza na Wakenya uwasikie vile ambavyo wangetaka. Hii mambo ya kuongoza na kifua ukisaidiwa na huyu jamaa ako na kiburi hapa anaitwa Ichung'wah and the rest, ndio imefanya leo imefika mahali imefika. Kwa hivyo nikuambia William Ruto, sisi hatuna fujo, sisi hatuna vita, sisi tunataka amani. Na ile maandamano imekuwa ikiitishwa, mnajua vizuri ya kwamba ni Gen Z wamekuwa wakiitisha. Na Gen Z ilitengenezwa ama walijitokeza as a movement even before Rigathi Gachagua was impeached from the government. Hawajaanza saa hii.
So kama iko makosa vile mtu unatufanyia with the politicians ni kuita Gen Z movement and reducing them to a tribal movement. That is very wrong. Hawa ni watoto ambao they are heroes, ni watoto ambao wamejitolea kupigania nchi katika njia ya haki. Na hakuna siku Gen Z wameandamana vitu zikaharibiwa. And all wala siasa kutoka mirengo yote, either serikali ama upinzani, mnajua vizuri ya kwamba Gen Z hakuna mali ya watu wamekuwa wakiharibu hata wakiandamana. Wale wanaharibu ni wakora wanatengenezwa na wanasiasa to drive certain achievements, but we will not allow that. Niambie wanabiashara, mkae gangare, mkae mkiwa rada, msikubali kuharibiwa mali, mlinde biashara zenu, msikubali wakora wakuje kuchoma mali yenu. Tafadhali wanabiashara mshikane kwa pamoja. Hata kama mnafunga, mnahakikisha kwamba mmelinda biashara zenu, sababu hapo tu ndipo mahali ambapo mnapata riziki yenu. Na niambie wanasiasa, hata nyinyi muache mchezo na muache ujinga. Ni aibu sana kutuma wakora waende wakachomea mtu mwingine biashara, mahali ambapo analisha watoto wake, mahali ambapo anapata ajira. Ni aibu zaidi. Na kama wewe ni mwanasiasa na uko hapo na umehusika katika njia moja ama nyingine kutuma goons waende wakachome mali ya watu, ujue wewe hata Mungu atakuja kulipiza kisasi. Ujue hata wewe na watoto wako na jamii yenu Mungu atakuja kulipiza kisasi. Na yale watu wafanyia maskini, Mungu atahakikisha kwamba imekurudia wakati ufaao. Ni hayo tu kwa leo. Mungu awabariki. Mungu awalinde na tuweke amani katika nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana.